بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، Imam Ibn Sirin ana kauli yake ambayo huwa akisema, inna hadha al-ilma dinu fanzur an man ta'khudhu dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi angalieni pale ambapo mnachukua dini yenu. Leo ni siku tatu kwa mimi kuhudhuria darasa kama hizi, kuona mambo ambayo yanaendelea hapa ni mambo ambayo ni adhimu. Sheikh Huzaima kuendeleza darasa kama hizi na kutochoka kutunufaisha sisi ambao tuko hapa ndani na wale ambao kadhalika wako nje. As'alullah al-Karim Rabbul Arshil Azim أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة هم عنوان السعادة. وكما هي نموذج الشيخ Huzaima hafidhahullah ta'ala, pamoja na wale ambao wanaendeleza darasa kama hizi, kwamba wasichoke. Masala ya da'wa ni masala ya kila Muislamu, na kwamba sisi ni lazima au ni wajibu wetu kila masaa kukumbushana, wala haina ya haja kwamba wewe uwe ni ustadhi ama uwe ni sheikh, la, bali kila mwanadamu Muislamu anatakiwa kuwa ni mwenye kukumbusha wenzake. Allah subhanahu wa ta'ala akatusifia sisi kwamba sisi ni umma bora, na sababu ya kuwa umma bora ni kwamba tuamrishana mema na kukatazana maovu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kabla sijaingia katika yale ambayo nimeandaa, awalan nataka kurejea nyuma kwa yale ambayo nilikuwa nikiyasikiliza kutoka juzi, jana na kadhalika leo. Juzi Sheikh Huzaima hafidhahullah alizungumzia masala ya dawuth, tabia ambayo ni chafu. Vipi wewe mwanadamu umefaidika na darasa kama hiyo? Je, umekuja hapa tu ukaketi, Sheikh akazungumza mpaka alipomaliza watu wakaenda na wewe ukaenda, na kadhalika wewe ambao uko nje jirani hapa unasikia kila kitu? Ulimsikia Sheikh Huzaima akizungumza masala ya haya dayuth, imeleta athari gani katika moyo wako? Je, umeangalia nafsi yako ukajiona uko wapi na masala kama hayo? Akashikilia sana upande wa akina baba na kadhalika mandugu wa kiume, akina kaka na kadhalika wajomba, kwamba ni lazima wasimame na misimamo ya sawa, wala wasiwaruhusu madada zao au wake zao au mama zao kuwa wenye kujianika katika mitandao. Mimi nitaongezea katika jambo moja, na kadhalika mimi mama zetu, mimi pia ni mas'ul kwa masala haya, bali yeye alishikamana sana na wababa na makaka. Lakini kadhalika jua ewe mama kwamba wewe pia ni mas'ul ya kuweka sawa ile tabia ya mtoto. Al-ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta tayyiban a'raq, kwamba mama ni madrasa. Ile madrasa kwamba ikiwa haiko sawa, bimaana mama kama haiko sawa, basi yule mtoto ni rahisi kupotea.
Hii ni katika kuongeza katika faida zake ambazo ametupa. Baada ya hapo akaingia Sheikh Muhammad Simba hafidhahullah ta'ala, akaeleza masala ya qira'at al-Qur'an. Hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, akaeleza hadithi kama hiyo. Je, wewe Muislamu ambaye unasikia darasa kama hizi, umekuwa ni mwenye kuongeza katika kusoma kwako Qur'ani ama umekuwa unabaki pale pale? Haya ndio yatakuwa ni manufaa ambayo tutakuwa tunayapata katika darasa kama hizi. Lakini leo tutasikia mambo hapa kisha tukayata hapa, itakuwa haina faida, bali wao watakuwa na kiwango chao cha Allah subhanahu wa ta'ala namna atakavyolipa, lakini wewe mwanadamu ndio utakuwa una hasara. Akazungumzia masuala ya qira'atul Qur'an, akatuonyesha fadhila za kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo akasongea mbele na hadithi nyingine ya kwamba sote tutazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa baina yetu hakuna mtarajimu au mwenye kutafsiri au kama wakili wako kwamba achukue maneno kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio akuletee. La, tutazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, tutasema face to face hivyo, na kuuliza maswali na wewe unajibu. Akatueleza kwamba kama sisi tutaka tupate shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tushikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mwenye kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu kama kile kitakuja kumwombea shafaa yawm al-qiyama. Vipi wewe mwanadamu umefaidika na hadithi kama hiyo aliyosoma na kueleza? Ama wewe unaona ni masala ya mzaha kwamba hayatakuwa masala kama hayo? Hayo ndio itakuwa ni manufaa ya wewe kuyapata hapo. Baada ya hapo kusonga mbele na hadithi ya kusema kwamba yawm al-qiyama tutaambiwa iqra warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka al-yawm ayatan taqra'uha. Allah subhanahu wa ta'ala atakwambia kwamba wewe usome huko kipanda, fa inna manzilataka al-yawm ayatan taqra'uha, kwa sababu manzila yako wewe leo hii ni zile aya ambazo utazisoma. Hizi aya ambazo kusoma hapa duniani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndizo ambazo zitakupandisha daraja kuanzia pale ulipokuwa na dunia yako, wasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, hizo ndio ambazo zitakusaidia. Vipi wewe mwanadamu umefaidika na hadithi kama hiyo? Umekuwa na hirsi ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ili wewe daraja yako iwe ya juu, au unazidi kukiacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Hayo ndio itakuwa ndio manufaa ambayo tutakuwa tukipata katika darasa kama hizi. Walillahi alhamdu. Jana Sheikh Uzaima akatanguliza darasa yake, kadhalika akazungumzia masala muhimu ya kwamba sisi tuwe wenye kufanya matendo mema. Baada ya hapo akampisha Sheikh Bwana hafidhahullah ta'ala akazungumzia masala ya istiqama. Kila siku tunasoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tukimuomba atupe istiqama. Wewe umefanya nini ili upate istiqama kama hiyo? Alielezea masala mingi kuhusu istiqama, kwamba wewe usiachane na mambo yaliyovuka mipaka na mambo ambayo yametolewa katika dini, uwe katikati, uwe na istiqama katika dini yako. Akaeleza kadhalika fadhila za istiqama. Je, unaona umuhimu wote wa kuwa na istiqama katika dini yako, au wewe kila siku utakuwa ni bendera fata upepo, watu wakienda huko naenda na watu wakienda huko naenda, watu wakisema hili ni sawa, wewe unataka kujua kwamba lile umekuwaje pale kwa sawa, wewe unafuata tu. Hayo ni masala ambayo sisi lazima tuyajiulize baada ya kuzisikia nasaha kama hizi. Walillahi alhamd. Sheikh Bwana akaelezea masala ya istiqama kwa urefu sana, alhamdulillah.
Na leo hii Sheikh Zema akatanguliza tena na darasa yake na nasaha iliyo adhimu ya masala ya takwa. Je, akirudi tena hapa kuuliza kitu chochote katika kile ambacho amekizungumzia, je, uko tayari kujibu lolote alilosema? Imeleta athari gani katika moyo wako? Hayo ndio masala ambayo inatakiwa ujiulize. Amesema tafsiri ya takwa. Je, waijua sahihi tafsiri ya takwa, kwamba takwa ni kitu gani? Leo tutaishi hivi, kila siku wewe utakuwa ni mwenye kusonga mbele. Walakin kama itakuwa ni wewe kusikia jambo na ukamwatia aliyokuambia, basi itakuwa kila siku wewe uko nyuma. Alhamdulillah. Sasa tuingie katika jambo ambalo nimeandaa kwa muda mchache kama huu bila kurefusha. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بحسن خير. حديث يا معاذ بن جبل iliyopokewa na al-Imam Tirmidhi rahimahullah, akieleza masala ya takwa kadhalika, akisema kwamba amemsikia Mtume akisema: ittaqullaha haythuma kuntum, muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo. Popote ulipo wewe lazima ujue kwamba Mwenyezi Mungu yakuona, na pahali kama hapa unaogopa wewe. والتقوى عند العلماء فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. تقوى maana yake kwa ufupi ni kuyafanya yale Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha na kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Hiyo ndio itakuwa ni utangulizi, kwa sababu kila masaa tunasikia huwa sio takwa, wala hautaisha wasio huwa takwa. Kama hutuba za Ijumaa utamsikia khatibu anatanguliza wasio takwa, hutuba nikah utamsikia khatibu anatanguliza wasio takwa. Lakini hii takwa ndio inapatikana katika mujtamaa wetu, majibu mnaamini wenyewe. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فمنهم مؤمن وكافر ومنهم شقي وسعيد. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba watu, miongoni mwa watu kuna mu'min na kafir, na kadhalika kuna ashaqi wa sa'id, kuna mwema na mwovu. قال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwa yule shaqi kwamba mashukio yake itakuwa ni motoni, khalidina fiha, atakuwa motoni milele. Na yule mwana
fil janna, atakuwa katika pepo yake, khalidina fiha, atakuwa katika pepo yake milele. Wewe mwanadamu, wataka kuwa katika moto milele au wataka kuwa katika pepo yake milele? Kama wataka kuwa katika pepo yake milele, na haya ndio majibu ambayo yanatarajiwa kwa kila Muislamu, basi sikiliza haya. Ukitamani na yale ambayo nitayatanguliza, basi utakuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele. Na leo utayakiuka yale ambayo nitayatanguliza, basi wal'iyadu billah utakuwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala milele. Ama asbabu shaqawa, ama sababu za kuwa muovu au kuangukia katika wale ambao watakuwa katika moto milele, al-kufru billah, ni kumkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal maasi والسيئات من المواقع التي لا يتوب منها صاحبها، na mambo maovu ambayo sahibu yale maovu hatotubia. Leo wewe utabaki kumkufurisha Allah, utabaki kufanya maovu yale ambayo unafanya bila ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utaangukia kwa wale ambao watakaoketi motoni milele. Huko tunataka huko ambapo kuna mafanikio. Ama asbabu saada, a'malu salihah, matendo mema. Leo kama wewe wataka kuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele, basi shikamana na kufanya matendo mema. Wattaqwa, na kadhalika shikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala milele. Utakuwa miongoni ya wale ambao wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La'amruka ma sa'adatu jam'u mali walakin at-taqiyya huwa as-sa'id wa taqwa Allah khayru zadi dukhran wa 'inda Allah lil atqa mazid. Ibadallah, ثلاثة خصال من وافق لهن نال السعادة. mambo matatu yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikia kushikamana na mambo kama hayo, atapata kuwa wale ambao watabaki katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele. Mambo hayo matatu ni haya. Ama jambo la kwanza, idha u'tiya shakar, ukiwa mwenye kupewa ukashukuru. Allah subhanahu wa ta'ala alikupa neema yake ukashukuru, hiyo ni sababu ya wewe kuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele. Jambo la pili, itabtulia sabr, pindi Allah subhanahu wa ta'ala akikupa mtihani ukasubiri, hiyo ni sababu ya kukufanya wewe uwe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele. Na ya tatu, idha adnaba istaghfar, pindi wewe utakapokosea wakimbilia kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutaka msamaha, hiyo ni sababu ya kufanya wewe upate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele. Na hiyo ndio utangulizi ambao ninamtangulizia Sheikh Uzama kumwombea dua kama hii. Dua kama hii Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika kitabu chake Al-Qawaid Al-Arba ametanguliza utangulizi kama huu kumwombea mwenye kusoma kitabu chake, akasema: as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha btuliya sabar wa idha adnaba istaghfar fa inna ha'ula'i thalatha hunna unwanu sa'ada. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akatanguliza mukaddima kama huu, ambao mukaddima ulio adhim kumwombea talibul ilm awe ni mwenye kupata masala haya matatu, ambayo pindi mwanadamu atayapata atakuwa ni mwenye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele. Tuangalie hili jambo la kwanza, na kwamba ukipewa na Allah subhanahu wa ta'ala ushukuru. Kushukuru
kuna miono tofauti ambayo si sawa, kwamba sisi tunaona kushukuru ni kusema alhamdulillah fakat, ni kusema alhamdulillah basi. Umekula umeshiba unasema alhamdulillah basi, ukaona hiyo ni kushukuru peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya ilmu, ukasema alhamdulillah basi, ukaona hiyo ndio kushukuru peke yake. La, kushukuru kuna nguzo zake kama huwa maalum, kama ilivyo maalum. Ya kwanza, uitumie neema kama ile kwa taa ya Mwenyezi Mungu. Wewe umeshiba, umepata nguvu, tumia neema kama ile ya nguvu yako kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwa kusema alhamdulillah basi ukaanza kitanda ukalala basi, hiyo si baada itakuwa wewe haunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuondoe ufahamu huo kwamba kusema alhamdulillah peke yake ndio kumshukuru Allah, bali lazima uitumie neema kama hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa katika kumtii wewe. Uamke uende ukasali, uamke uende ukafanya kazi, hivyo ndio utakuwa umeshukuru. Na kadhalika i'tiraf, uwe utambua neema kama ile kwamba neema hii imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala haikutoka katika nguvu zako wala katika hauli yako. Kwa hivyo mwanadamu ukipata neema, usione neema kama ile imetoka kwa wewe kupitia nguvu zako, la, bali katika nguzo ya kushukuru uitambue neema kama hii aliyenipa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Huko ndio kushukuru. Na kadhalika uizungumzie neema kama ile kwa dhahir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Uizungumzie neema kama ile kwa sawa, wala usizungumzie neema kama ile kwa kujifakhirisha. Hivyo ndio kushukuru. Rukni ya kwanza ni kuizungumzia neema kama ile kwa dhahiri, na kadhalika uitambue kwamba neema kama ile imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika uitumie neema kama ile katika taa ya Mwenyezi Mungu. Walaysa shukru biqawli faqat, na wala shukru si kwa kusema peke yake. Sasa tuangalia yule ambaye tushukuru. Sasa tushajua nguzo za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye atashukuru yale ambayo atampata ni yapi? Wa amma man lam yashkur fa inna Allah tawa'adahu bil 'adhabi shadid. Ama yule ambaye atakiuka neema kama ile ya kushukuru, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa adhabu iliyokali, atampa adhabu yenye kuumiza. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Aya kama hii inatuonyesha kwa yule ambaye atamkufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamwambia kwamba amemwandalia adhabu iliyokali yenye kuumiza siku ya Kiyama, ukiwa ni mwenye kukiuka neema alizokupa. Na kukufuru neema kama zile, leo utaona mtu ambaye amekufuru namna ambavyo atachukuliwa na malaika katika adhabu, basi utaona kwamba ni masala ya kutisha. Qala Allah ta'ala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq. Leo utaona namna malaika yanamchukua yule aliyekufuru neema za Allah, aliyemkufuru Allah, huku akimpiga kwa uso wake na mgongo wake, wakimtia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo ambayo tumeandaliwa kwa wale ambao watakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mandhari ya kutisha, malaika anakuchukua huku kukupiga uso wako na mgongo wako, akakutumbukiza katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala billah.
Dalili ya kwamba shukr ni lazima katika vitendo, utende kazi neema kama ile ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema i'malu ala Dauda shukra, fanyeni watu wa Daudi kwa ajili ya kushukuru. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba sisi tukitaka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tutende amali njema. Wakati sijui ruhusu kuendelea mbele au tumezidisha Sheikh nastamira ruhusa tunapata na Sheikh Hussein, basi tuendelee na darasa letu. Jambo la pili tuliangalia kwa haraka idha butulia sabr, pindi Allah subhanahu wa ta'ala atakapokupa mtihani uamue kusubiri, kama alivyotanguliza kueleza masala ya sabra ya Sheikh kwamba namna tutakavyoweza sisi kujizuilia na kulalamika na kufadhaika na kukasirika pindi ambapo tutapewa mitihani, hapo ndio itakuwa manufaa yetu au mafanikio yetu. Pindi Allah subhanahu wa ta'ala atakapokupa mitihani, wewe ukajizuia nafsi yako, ukajizuia na kutukana, ukajizuia na kufadhaika, ukajizuia na kutukana na kukasirika, basi hapo ndio utakuwa wewe unasubiri. Akasema kwamba as-sabr habsu nafsi an al-jaza wa at-tasakhut, kwamba sabr ni kujizuia nafsi yako kukasirika na tasakhut na kufadhaika na tasakhut na kukasirika. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، kwamba sisi tunawaanza kwa shari na kwa khair fitna. Fitna hapa yani al-ikhtibar, nakhtabirukum bishar wa kadhalika nakhtabirukum bilkhair. faman ikhtabara bishar, pindi mtu atakapoanza kwa shari, kwa mitihani, yampasa yeye kusubiri, na yule ambaye atakayepewa mtihani wa kupewa mambo ya kheri, basi ni lazima yeye ashukuru. Yote ni mtihani. Ukipewa mema, ukipewa mambo mazuri, ukapewa mali, ukapewa watoto wengi, ni mtihani. Na kadhalika ukinyimwa mali, ukinyimwa watoto, kadhalika pia ni mtihani. Kwa hivyo usitamani wewe kuwa na mali nyingi, kwa sababu ile ni mtihani pia uweza kukushinda. Na wala kadhalika ukutini pia ukinyimwa mali, ukinyimwa watoto, ukinyimwa fakhri zote za dunia, na kadhalika mtihani huo. Kwa hivyo yule ambaye atakayepewa mali inampasa yeye kushukuru, na yule ambaye atakayenyimwa mali basi inampasa yeye kushukuru. Nadhani imeeleweka hapa. فمن إذا ابتلي بشر صبر وإذا ابتلي بنعمة شكر فهذا هو السعيد. Yule ambaye itakuwa akineemesha anashukuru, na ambaye akipewa mtihani anasubiri, huyo ndio itakuwa ni wale ambao tukawatangulia kusema kwamba watakuwa katika janna khalidina fiha. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى anawapa bishara kwa wale wenye kusubiri kwamba yale ambayo ameandalia hapo ni mafanikio na pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuangalie nukta nyingine. Je,
mitihani ambayo sisi tupewa, sisi ni wa mwanzo kupewa mitihani kama hayo au wametangulia watu kupewa mitihani? Wa ashaddu balaan, na wale ambao waliopewa mitihani mkubwa al-anbiya, ni mitume. Kwa hivyo namna yoyote wewe mwanadamu utajiona kwamba mimi napatikana na mtihani tu kuendelea, basi tambua kwamba haukufikia mtihani ya nani? Ya mitume. Namna yoyote wewe ukakosa na mali, ukilala ukiamka hujui utatia nini mdomoni, ukapoteana na masahabu zako na maahli zako, ikawa hauna mtu yote ambaye uko na wewe, basi kadhalika tambua kwamba yote haya ambayo yamekupata wewe, wale ambao wameyapata kwa sana masala kama hayo, basi ni mitume. Lakini tuangalie namna ya mitume kama hao walivyoamiliana na ibtila min Allah, wale maonjo kupitia kwa Allah subhanahu wa ta'ala walifanya vipi. Tunaangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ambavyo alikataliwa na mji wa Makka wote isipokuwa wachache akatolewa. Tunasoma katika sura, wakatengwa wakatolewa katika mji wa Makka na kaumu yake ile kaumu ya banu yake Banu Hashim, ikawa mpaka mwisho hawana chakula, mpaka ikawa wala majani ya miti. Leo wewe utakapouliza umefikia kiasi cha wewe kukosa chakula mpaka ukawa unakula manyasi, haikufikia bila shaka, bila wasiwasi hautafikia marhala kama hiyo. Lakini tunaangalia Mtume, je, amerudi nyuma akasema kwamba haya mimi Allah mimi siwezi, bali aliendelea na kusubiri nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba kadhalika wakapata mitihani tofauti, wakakataliwa na mama zao, wakatenganishwa na baba zao, wakauliwa ndugu zao na watoto wao, huku wakiangalia, wakiwa wakauliwa pia kadhalika mama zao, huku wakiangalia kina mama. Jua wao walisema kwamba basi tuatane na masala haya ya mambo ya dini ya Uislamu, marumia tulikule kule, kwa sababu haya ambayo yanatupata sisi ni makubwa. Wakakataa dini ya Uislamu, wakarudi nyuma kwa ukafiri na ushirikina wao, bali masala kama hayo ndio yaliyozidi kuwatia nguvu na kusimama na msimamo ulio sawa. Leo wewe umetenganisha na familia yako, na uko na familia yako, lakini mitihani midogo tu ambayo inayokupata. Leo wewe umeulia mama yako mbele yako waona, na hukufikia marhala ya haya masahaba. Kwa hivyo wewe mwanadamu ambaye unasikiliza, hauna sababu ya wewe kukosa subra. والصبر عند صدمة الأولى. Na sabr ni pale mara ya kwanza tulekionda ndio usubiri. Usiwe upatikana na mtihani, labda umeonekea na mzee wako, wewe ukaanza kulalamika, ukaanza kukasirika kwa yale Allah ambayo ameyakadiria. Kisha baadaye tukikufuata tukwambia ndugu yetu subiri, alhamdulillah nasubiri, itakuwa bado kusubiri, kwa sababu subra ni pale ambapo utakapopatikana na mtihani, hapo na wewe fanya nini? Usubiri. Nadhani kadhalika nukta kama hii imeeleweka ili tupate kusonga mbele. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Kama tulivyotangulia kusema kwamba watu wamepata mitihani, Allah subhanahu wa ta'ala akawaonja kila sehemu huku na huku, mpaka wakawa wanasema mata nasrullah, hata yakuna rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, lini itakuja nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mitihani imekuwa mingi, lini itakuja nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia ala inna nasrallahi qarib, tambua kwamba nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu. أيها الموجوع صبرا إن بعد الصبر بشرا، أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا، أيها المكسور كل هل يذم الله الغسر، يا عزيز قلب مهلا إن بعد العسر يسرا. تنبيه ففوته وتبقون يومين وهل يدور، تنبيه بذلك وتبقون نوفيسي. والنصر مع الصبر، نبيني يوم ندامه ukitaka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, tambua kwamba nusra umeshikana na kusubiri, wa ma'ana yusri yusra, na uzito umeshikamana na wepesi. Kwa hivyo hautakuwa uzito milele, bali utakuwa na wepesi mbeleni. Na leo kama hautapata wepesi hapa, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala utaupata wepesi ulio hali ya juu. Imebakia nukta ya mwisho ambayo ni idha adhnaba istaghfar, na kuendelea tusimame katika hii nukta ya pili. Hii tukipata fursa kutoka kwa Sheikh Huzaima, inshallah napendelea kumaliza nukta kama hii ya idha adhnaba istaghfar kesho biidhnillahi ta'ala. Mpaka hapa nimefikia. La kwanza nataka kutoa shukrani kwa al-akh. Jana nilipomfuata kumwomba nafasi kama hii, sikutarajia majibu aliyonipa. Amenipa majibu na kadhalika akanipa zaidi ya majibu, mpaka mwisho akaniambia napendelea wewe nitangulize mimi, kisha mimi nitasoma, nitatoa darasa nyuma yake. Hii kuonyesha namna ya Sheikh ule ukarimu wake ulivyokuwa hali ya juu. Na maneno ya Ibn Sirin aliposema kwamba tuangalie pale ambapo tunapochukua dini yetu, basi nawaambia nyote mnaonisikiliza kwamba hapa ni mahali sahihi kwa kuchukua ilmu ili ilmu ile wa dini yako, kwa Sheikh huyu ambaye amenionyesha ukarimu wa hali ya juu, na kadhalika tawadhu ya hali ya juu aliyokuwa nayo, kunyenyekea kwake. Mwenyezi Mungu amzidi kumzidishia katika elimu yake, na kadhalika anamuombea tena mara ya pili. Nimeanza darasa kama hii na kumwombea dua, na kadhalika nimeanza darasa hii na kumwombea dua. Asallallahu al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah, akufanya wewe kuwa kipenzi chake duniani na kesho akhira, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar, na kujalia wewe wale ambao miongoni wale ambao ukipewa unashukuru, wa idha dunya sabar, na kadhalika ukipewa mtihani usubiri, wa idha adhnaba istaghfar, na kadhalika ukikosea uwe haraka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna haulai thalatha hunna unwanu saada, kwa sababu masala haya matatu ndiyo masala
ya mafanikio. Na kama tulivyoona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, masala haya matatu ndio ambayo yatakujalia wewe ubaki katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele, na kadhalika kuombea mambo yote ambayo mmeutanga na wakati kama huu wenu kwa ajili ya kusikiliza mambo ya ndani. Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie katika neema zake, awafungulie milango yake, awafanyie wepesi katika mambo yenu, na awajalie kadhalika kuwa vipenzi vyake hapa duniani na kesho akhera, na awajalie uwe wenye kushukuru na wenye kusubiri na kadhalika wenye kuomba msamaha. Labda kama nitatoa fursa yako ambaye ana swali katika masala ambayo nimezungumzia aulize, na kama hakuna mwenye swali basi mimi nitakuwa nimeuliza, na kama kuna yote ambaye atakuongezea kitu mahali kama hapa bako wazi, na kama nimekosea naomba msamaha kwa wote, na kama kuna swali kadhalika naweza kuzungumzia swali kama hilo kupitia hii yale ambayo nimezungumzia peke yake, usitoke nje ya mada. Kuna mbaya na swali? Kama itakuwa hakuna swali, kwa maana tumeelewa sote, na kama tumeelewa sote, kwa maana mlango wa kuuliza maswali na wangu nini unafunguka. Ruhusa Sheikh. Kama hakuna maswali basi naendelea kuuliza mimi maswali. Jambo la kwanza au swali la kwanza, nataka yale masala matatu ambayo yatakufanya wewe ubaki katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala milele, useme mambo gani. Tumetaja mambo matatu, na mnakumbuka mtapatikana vijana ambao wataweza kujibu, itakuwa ni fahari kadhalika kwamba mimi nitaona kwamba hata vijana wamepata kuelewa darasa kama hili. Tumetaja mambo matatu ambayo ukiafikia mambo hayo matatu utapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Kijana wote anasoma kwa wazee, lakini si heshima kwa mimi kuuliza wazee, tuulize tu. Bismillah. Masala matatu ambayo tumetaja, ambayo ukiafikia masala hayo utapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sitaki hiyo nazungumza mwanzo mpaka mwisho, nataka na mimi pia kadhalika mchangie katika darasa kama hili. Hakuna yote ambayo tuchangie? Naam Sheikh. Kama nataki kujibu sana. Bismillah. Shukran, jazakallah khair. Mpaka hapa itafikia mwisho. Tumpe nafasi kadhalika Sheikh Mamila, Sheikh Muhammad Sheikh Mamila hafidhahullah ta'ala. Itakuwa ni fahari kubwa kadhalika akichangia katika darasa kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala ampambe na kumzidishia elimu yake, na kadhalika azidi kutuangalia sisi, kwani hata yale ambayo tunazungumza hapa nimeyapata chini ya elimu yake, na maana nimesoma kwake yeye. Na Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin an-nabiy al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil azmi wa thabati wal wafa, wa ba'd.
فيقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعد محمد الله جل جلاله ونقوم صلي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Kwanza namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupata fursa kama hii, wakati huu, siku hii, fursa hii ya kukumbushana wakati huu wa baada al-asr. Allah amewapia wakati huu, wakati wa alasiri, na siku kama hii. Siku gani leo? Alhamis. Maana tukifika tukikuna Alhamisi, na hasa jioni Alhamisi, tukimbilia kwenye Ijumaa, na siku ya Ijumaa ni miongoni mwa siku bora kabisa katika zile siku za wiki. Kwa hivyo namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amenijalia niko hapa leo kuyaona na kuyasikia ya hawa watoto wetu, wajukuu zetu, wakifikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mimi langu kubwa ni kumshukuru Allah, kisha na kuwashukuru wao, ingawa ni wadogo, ingawa ni wachanga, lakini yule mdogo wa leo ndiye mkubwa wa kesho, sababu hata sisi tulikuwa ni wadogo. Sasa tumefika katika ule umri ambao kwamba jawaza umri al-ghalib, tumepita umri al-ghalib. Umri al-ghalib ni 60, sisi tukimilia 80, sasa 73, alhamdulillah. Kwa hiyo ni moja katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Arabu wasema sigharu yaumin kibaru ghadin, wale wadogo wa leo ndio wakubwa wa kesho, wale wanafunzi wa leo ndio walimu wa kesho, wale maamuma wa leo ndio maimamu wa kesho, wale wanafunzi wa leo ndio walimu na mashehe na ulamai wa kesho. Kwa hivyo ni shukrani kubwa sana mimi yangu kutoka kumshukuru Allah, kisha na kuwashukuru hao vijana ambao kwamba wamejitolea katika majalu da'wa, kutumikia elimu, na elimu hupanuka kwa kuitumia. Ukipata elimu ukiitumia, basi ile elimu hupanuka ikawa kubwa na ikafanya mambo makubwa. Tarudia pale pale, na sisi tulikuwa ni wadogo na maarifa yetu yalikuwa ni madogo, wala sio kwamba sasa ni makubwa mno. Ni kiasi ya kujielewa tu na kujifahamu na kuweza kufikisha ule ujumbe. Kwa hivi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam awashajiisha wale ambao kwamba ni wadogo wenye elimu chache kwa kuambia balighu anni walau aya, balighu anni walau aya, fikisheni kutokana nami hata kama ni aya moja. Lazima umekusanya msahafu wote kwa kusoma na kufasiri na kuweza kufungua masala yake yana yale, hata kama ni aya moja. Utakuwa ni ujumbe unaofikisha, utapata thawabu ndani yake, kwa sababu utakuwa ni moja katika adalu ala khairi kafailihi,
yule alijulisha mtu katika jambo la kheri ni kama aliyofanya. Kwa hivyo sina la kusema, wala si kwamba ni darasa. Mpango wangu mimi ni kutoa shukrani kwa Allah, kisha na kwa hawa vijana wakiwa waongozwa na vijana mwenzi wao Ustadh Khuzema. Pia ni kijana naye, hawapita kwa umri na ni mwalimu shafamu na katika majalu dawa, afanya dauri yake katika majalu dawa, na yeye mwenyewe ahisi kwamba vile anajaribu kuingia katika majalu dawa kwamba maarifa yake yapanuka. Ni somo kwa wale wengine ambao kwamba katika elimu hata kama ni chache wakaikalia wakanyamaza tu, hawasomi, hawasomeshi, hawasemi. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Hawa zile siku zote ambayo sampuli ile si langu ni kuombea Allah subhanahu wa ta'ala awape nguvu, apanue maarifa yenu na elimu zenu ziwe na manufaa kwenu nyinyi na walimu zenu na wazee wenu. Na nikihusia na kiwapa nasaha kila mulifanyalo, saghiran kana au kabira, ikiwa ni kubwa au ni dogo, mwekeni Allah mbele. Kila ulifanyalo lifanye kwa ajili ya nani? Ya Allah. Ikhlas. Fanya kwa ajili ya Allah, isingie ndani yake chochote ambacho kwamba cha kuweza kuharibu ile amali au ile haraka. Ikhlas. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukhlisin, bwana wale ambao kwamba walikuwa na ikhlas. Fa'budillaha mukhlishan lahu din. Kila ulifanya lifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fursa yoyote unayoipata katika majali dawa, mwenge Mungu mbele yako subhanahu wa ta'ala, kisha unatawadha, unyenyekevu kabisa, uwe tayari kuisema haki bila ya kuogopa, na uwe tayari kuikubali haki bila ya kuona haya. Huo Uislamu. Na yule atakayekuwa na tawadhu kwa ajili ya Allah, akasema Rasulullah, man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Yule atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah, Allah atamwinua, atampa daraja. Kwa hivyo ikhlas na tawadhu, kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kufanya kwa unyenyekevu. Kwa maana zile haraka za da'wa utakazokuwa zifanya au utakuwa zifanya zisiwe na tabia ya ujbi. Ujbi ni kujisikia na kujiona, nayo ni maradhun min amradhi al-qulub, wa laqad ibtuliya bihi kathirun min an-nas. Kujiona na kujisikia kwamba hakuna kama yeye, hakuna kuwezaye. Sasa hiyo ni kinyume cha tawadhu, na kwa sababu ya ujbi, kujiona na kujisikia, ndio ilisababisha Ibilisi kwenye ile daraja kubwa aliyokuwa nayo akafanya, akaanguka. Sababu
sababu Iblisi alikuwa yuko pamoja na nani? Na malaika. Ilipotoka habari ya kwamba kuna mmoja kati ya walioko huku atafukuzwa, alisema watu wote wakafukuka ila mimi, sababu nimeabudu mapema kabla ya kuabudu. Ikaja amri ndogo ya mara moja, sujudieni Adamu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis. Iblis alikataa, aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Alikataa takwaje jiona wastakbara itaadhama fi nafsi, takwaje kafanya kibira, dalila kwamba ni mkubwa, wa kana min al-kafirin, kapeleka mahali fulani na akawa kwa kudumu tena. Kana min akhawati min al-asma'i an-naqisa, kana tufidu daimuma, ni siku zote. Kana min al-kafirin, akawa kwa kudumu kwamba ni katika miongoni mwa makafiri. Subhanallah, sababu ni ujumbe ya kujisikia. Kwa hivyo tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kila la khair atulishe katika dunia na akhira, na kila la shari atuepushie katika dunia na akhira. Na Mwenyezi Mungu tumwomba subhanahu wa ta'ala kama alivyosema, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, usiniache peke yangu. Nabii Zakaria nafikiri huyo aliomba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani kabla ya kuondoka duniani kwake aone yale matunda ya maisha yake na uhai wake. Ni fahari kwetu kwamba tuna vijana wadogo bado ni wanafunzi, maarifa madogo machache, lakini huzungumza vitu alhamdulillah kwa ajili ya kupata faida. Kwa hivyo fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, limithli hadha falyamal al'amilun, inna hadha lahuwa al-fawzul 'azim. Neema kubwa, neema kubwa, na watu wataka wajitolee kushindana katika mambo ambayo ni ya kheri. Kwa hivyo wote wanaohusika tuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala hapa kwetu na kwingineko na sehemu nyingine katika dunia, maadamu ni khidma lidini, utumishi wa dini ni khidma lillah, ni utumishi kwa ajili ya Allah. Mwenyezi Mungu awakuze, awabariki, awafungulie futuha al-arifin, yani awafungulie funguo za wale wajuzi, mujue wao na yale ambayo kwamba hamuyajua mpate kujua. Lakini ni kama alivyosema Imam Malik, man amila bima alima allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, mwenye kutumia, bima alima, alichokijua, allamahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamfundisha yeye ilma ma la ya'lam, ilmu ambayo kwamba haijui. Ina maana kwamba katika al-ilmu wal-amal, kuitumia kile kichache
ulichonacho ukitumie, litastafidi